Bana, hii si ya kukosa. Video yetu wiki hii inaanzia hapa. Hapa naelekea shambani kule ambako tulienda kucheki wiki iliyopita. Tulikuta jamaa keshavuna mpunga. Kwa hiyo ikawa tunafanya maandalizi kuangalia jinsi ya kuanza kukatua na pamoja na kufanya maandalizi. Kwa hiyo hapa naelekea shambani kwenda kuangalia jamaa wameshakatua na je wamemaliza. Hili ni bomba la maji la kijiji. Hili ni moja ya njia ambayo inanifikisha shambani kule na kuelekea kwa ajili ya kwenda kukagua. Njia hii tofauti na tuliyopita wiki iliyopita, kama uliona wakati tunaelekea shambani, haikuwa hii. Hii ni nyingine. Jamaa watoto wa shule ya msingi hawa. Wanafunzi wapo wanafanya mambo yao hapa. Natumwa na walimu au matumizi ya nyumbani. Hii ndio bomba la kijiji. Hii ndio bomba la kijiji. Wakazi wa nchi hii ndiko wanakopata maji hapa. Hii ndio njia yangu inanielekeza shambani. Huu ndio mto mkuu. Navuka kuelekea ng'ambo. Navuka chaki kidogo leo. Kirefu. Leo nitatoboa tu. Hamna mambo. Na sehemu zingine ndefu kama watu wamechimba mtu mpaka unaingia hofu. Simu yangu inaita. Nipo kwenye maji siwezi kupokea. Pambana tu. Na namna. Kanapo kwa refu kweli. Hapa ndo kuna kinjia hapa. Ukiangalia uone kitu hapa, lakini kinjia kipo hapa. Hichi hapa. Shatoboa. Ya tuone. Njia leo sio poa. Uone kitu. Njia leo sio poa mdau. Tunaangaliana ndo mambo ya bondeni haya. Ndio tuangalia hii video sikatize mdau. Hapa tumeshafika shamba. Tayari. Leo haikuwa nzuri sana pale wakati navuka. Location ni hapa shamba. Unapakumbuka wiki iliyopita pale vilivyokuwa? Mbona pale vikatuliwa sasa? Manake hawa jamaa kumbe ni waaminifu. Maana hela yenyewe nilifanya kuwatumia kwa njia ya simu. Waliniambia tu kwamba tuma pesa tayari tumeshamaliza. Nikiingia hofu lakini nikasema anyway, hizo ndo kazi, ngoja niwatumie tu. Kumbe kweli wameshamaliza bwana. Hapa kuelewa kitu na kwa kazi. Mdau, ila tulia hivyo hivyo. Tulia hivyo hivyo, usiondoke. Fuata hali ya hewa pia leo unaona. Hizi kamera ni nyima mwanga kweli yani. Hapa pameshakatuliwa. Nadhani unaona nikikuonyesha hivi. Hatua inayofuata baada ya kukatuliwa hapa, wao wanaita kupiga piga. Kwa hiyo wiki ijayo nitapokuja na kamera eneo hili, tukao tumeona jamaa watakuwa wameshapiga piga. Yani kiasi kwamba hata kuingia tena inakuwa ni mchongo, ila kwa viatu vyangu niviache hapa afu niingie bila viatu. Lakini inavyoonekana nikiingia na viatu inakuwa ni kunasa tu. Njia yenyewe umeiona wadau jinsi ilivyokuwa. Leo tuna siku ya 29, kumbuka toka tumemwaga mbegu wadau. Kesho mbegu inamaliza mwezi. Kwa nini kitoka huku shambani kwenye kukagua naelekea kwenye mbegu. Tutaenda kuona mbegu imefika stage gani, na kule nimeacha watu wanang'olea mbegu leo.
Kwa leo tunang'olea ng'olezi ya pili na tunapiga mbolea leo tunapiga keni. Wiki kadhaa zilizopita mbolea kwanza tulipiga no. Sorry, hapo nimechanganya. Leo tunapiga urea. Wiki kadhaa zilizopita tulipiga keni, leo tunapiga urea. Kule kwenye mbegu kwa ajili ya kuisupport ili iende speed. Izidi kukua kwa kasi. Manake hapa bado hapajakaa vizuri. Yaani bado kiutendaji wa kazi bado sana. Hapo ukiangalia kazi bado ni kubwa. Huo unaunganisha matukio na afu kama ni mdau mpya kwenye hii video, rudi kwenye episode ya kwanza. Matukio yetu tumeanzia kuanzia episode ya kwanza ndio utaona kila kitu. Episode ya kwanza, utakuja ya pili. Na hii tunatengeneza video kwa ajili ya episode ya 3. Hii ni video ya episode ya 3, hii ndio tunaitengeneza. Alafu tukimaliza tutaendelea. Tuko pamoja mpaka mwisho wa shughuli. Yaani usiondoke, yani kwamba usiache kufuatilia blog. Hichi kumbuka ni kilimo kitunguu. Nilikwambia sikuachi kwa kila hatua. Jamaa wamekatua kweli, wamemaliza. Ni waaminifu washikaji, nimewakubali. Wamemaliza. Hapa tunasubiri kauke, tuingie kwenye hatua ya kupiga. Tukitoka kwenye kupiga, tutakuja kwenye kuseti jaruba. Hatua ni nyingi mdau. Wewe kama unapenda hichi kilimo, endelea kufuatilia ujifunze vitu. Nishakwambia, rudi kwenye episode ya kwanza. Anza kufuatilia toka tulipoanza kuseti vitaru kwa ajili ya kumwaga mbegu. Majani jamaa watatoa. Maana huko kulikuwa kwa majani pia kumekatuliwa afu wakavutia huko, lakini itabidi nijaribu kuangalia mshikaji kwa leo hayatoe ili pakauke vizuri. Otherwise kijana nikikuta hajatoa mimi nayachoma tu. Maana nishampa muda kutosha. Unajua design mashamba huku jinsi inapokodiwa, watu wanakodi kwa msimu. Kwa unakuta shamba moja linakuwa lina wamiliki zaidi ya 2 watatu. Msimu wa kwanza huaga ni msimu wa mpunga. Ukitoka msimu wa mpunga unakuja msimu wa kitunguu ambako ndo niko mimi. Nikitoka mimi tena ataingia mwingine. Mwaka huu ataingia kwenye msimu wa mahindi. Umeona? Kwa hiyo msimu wako ukifika inabidi ucheze vizuri. Na huku kwenye kilimo kinachozingatiwa ni tarehe. Yaani kwenye tarehe ukibugi basi kilimo chote umeshapoteza. Wakikwambia kwamba tunamwaga mbegu tarehe fulani, yani hakikisha hiyo tarehe ndio umwage mbegu. Yaani ukibugi siku moja tu tayari una matokeo mabovu kwa asilimia kama 60 hivi. Kabisa serious, yani hii pia lazima pia uinukuu na uifanyie kazi. Nadhani umeshaona hapa shambani tayari pashakatuliwa. Ngoja pakauke kidogo tuingie kwenye hatua ya kupiga. Endelea kufuatana na mimi. YouTube na Story Katama. Tuko shamba, tupo kwenye kitalu cha mbegu. Hapo kama unavyoona tunatupa mbegu. Hii ni urea kama nilivyokuambia. Tunamwaga leo mbegu ya urea. Leo ni siku ya 29. Toka mbegu tumemwaga kwenye kitalu. Maana hapo tayari panang'olewa na panamwagwa mbegu kama unavyoona. Tupo na mama mjasiriamali, hana shida, yeye ni mpambanaji mzuri sana wewe. Kama ukimhitaji shughuli zako anakusimamia vizuri na utafurahi pia, hana shida. Mbona hapo anamwaga mbegu? Hiyo ni urea hiyo. Urea tayari pameshang'olewa na inamwagwa mbegu pia. Hapo mambo yanaenda vizuri. Hii mbegu ni kwa ajili ya kuiboost mbolea kwa ajili ya kuiboost mbegu ili iende speed. Yaani mbolea inaenda mbegu inakuwa inaenda speed kwa sababu hapa tumepewa siku 42 mbegu hiyo imeshatoka hapa. Mwenye shamba katupa masharti siku 42 mbegu imeshatoka. Ila ilibidi ikae siku 45. Sasa tusipoisogeza maana yake kwamba mbegu tutaitoa hapa ikiwa bado nyonge sana. Inabidi mbegu itoke hapa ikiwa tayari imechangamka. Hizi kadhaa zimeshang'olewa kama unavyoona. Hapa mpaka wiki ijayo ndo mbegu itaanza kuonekana kwa sababu tayari imeshakuwa imeboostiwa na mbolea, itakuwa imechangamka sana. Namna hii. Kama nilivyokuambia kwenye episode ya kwanza, wewe ambaye umeanza kuiangalia hii video, rudi episode ya kwanza juu. Ingia YouTube andika na Story Katamwa, utaanza kuiona episode ya kwanza. Hii video tunaitengeneza ni kwa ajili ya episode ya 3. Leo ni siku ya 29 toka tulivyomwaga mbegu.
Hali ya hewa kidogo sio nzuri sana leo, upande wa mwanga kidogo kwenye kamera hainipi majibu mazuri sana kwenye kamera. Ila pia ili uione mbolea utakuwa unaizoom video. Ukizoom video utaiona mbolea jinsi ilivyomwagwa. Sema ni vyeupe fulani hivi havionekani vizuri kwenye kamera, kwa mpaka uizoom ndo unaiona. Namna hii. Hapa pameshang'olewa, kwa hiyo bado hapajachangamka sana. Tuendelee kufuatana, yani nimekwambia kila hatua sikuachi. Na pia kama una swali twende kwenye comment. Nenda kwenye comment niulize swali nitakujibu. Tuelekezana vizuri tu. Hichi ni kilimo kitunguu. Mpaka tunavuna.